Lini mara ya mwisho umefuatilia kuhusu statement yako ya uwekezaji kwenye uwekezaji wa vipande? Au labda lini mara ya mwisho umeingia kwenye website ya Faida Fund ukaenda kugenerate statement na ukaiprint, ukaiangalia, ukaipitia, ukajua inasema nini? Hasa mwenzetu jana alifanikiwa kuingia kwenye mfumo akaprint statement yake ya uwekezaji kupitia Faida Fund. Na kuna kitu very interesting nilikuwa na discuss naye, nikaona lazima nije ni share na nyie. Huyu bwana alifungua account yake, unaona hii inaitwa account opening. Alifungua tarehe 15 mwezi wa pili 2025. Alivyofungua hakuweka kitu kama kawaida. Tunafungua afu tunapotea. Lakini tarehe 20 mwezi wa pili akatesti Zali. Mwenye anasema alikuwa ana test bana, alikuwa kama haamini. Akaweka shilingi 50,000. Sawa Kwa sababu hapa ni transaction time, hapa ni description ya unit, lakini hapa ni amount, hapa ni unit price wakati ananunua, then hapa ni idadi ya vipande, hapa ni opening balance, hapa ni closing balance. Kwa hiyo akanunua, akapurchase unit za 50,000. Then tarehe 16 mwezi wa 5 2025 akanunua tena vya 600,000. Naomba tuone trend Then tarehe 2 mwezi wa 6 akanunua 10,000. Sijui kwa nini anajua alinunua vya 10,000 kutoka vya 600,000. Then tarehe 20 mwezi wa 6, tarehe 20 mwezi wa 6 akanunua 10,000,000. Sawa? Then tarehe 20 mwezi wa 11, juzi tu hapa, unaona hapo, akanunua vya 500,000. Lakini ukiangalia kwa mwaka mzima hajaweka mara nyingi. Yaani huyu kwa ile frequency sio nyingi, ameweka tu mara 1, mara 2, ya 3, ya 4, ya 5. Kwa mwaka mzima ameweka mara 5 tu. Lakini hizo mara 5 kaweka jumla ya shilingi 15,660,000. Manake ukienda kugawa kwa kila mwezi, kama alikuwa anaweka kwa mwezi, manake itakuwa ni 1,305,000 kwa kila mwezi kwa mwaka mzima. Kwa hiyo huyu style yake ni kwamba sitaweka kila siku wala sitaweka kila mwezi, lakini itakuwa nikiweka naweka li amount lizuri. Kwa hiyo nikasema ni mara chache lakini kwa kishindo. Hii ndio style yake. Mara chache lakini kwa kishindo. Nikasema lakini wewe hapo ambaye unanisikiliza, unaweza kuchagua njia yako. Wewe utakuwa unaweka vipi? Pengine wewe huwezi kuweka 500,000 kwa wakati mmoja, huwezi kuweka 10,000,000 kwa wakati mmoja. It's fine. Wewe unaweza nini? Wewe unaweza kiasi gani na kwa mara ngapi? Kwa sababu lazima tujiwekee utaratibu. Ukisema nitakuwa tunaweka ninavyopata, wallahi hautapata. Yaani kila siku brain itakwambia leo hujapata, kwa hiyo usiweke. Kwa hiyo lazima uamue, nitaweka kila wiki, nitaweka kila mwezi, nitaweka kila siku, nitaweka kila robo mwaka, na kila robo mwaka hiyo niweke 1,000,000. Au kila siku niweke 10,000. Au kila wiki niweke 25,000. Au kila mwezi niweke 200,000. Kwa lazima uje na style yako. Huyu tumesema kwamba hii style nimeitunga tu hapa, kwamba huyu ni mara chache lakini kwa kishindo. Inawezekana wewe ikawa ni kidogo kidogo lakini kwa mara nyingi. Kumbuka huyu anaweka mara chache, yani haweki kila wakati. Lakini akiweka mara moja anaweka amount kubwa. Wewe utaweka kidogo kidogo. Yaani 10,000, 15,000 lakini kwa mara nyingi. Labda kila wiki. Kwa hiyo ukifanya kila wiki wewe utaweka mara 52. Zidisha kwa hicho kiasi ulichokisema. Labda wewe utakuwa unaweka kila wiki 50,000. Sawa? Twende tuone. Kwamba kila wiki unaweka 50,000. Zidisha kwa wiki 52 katika mwaka. Kwa hiyo utakuwa umeweka 2,206,000. Kwa mpaka tunafunga 2025 wewe utakuwa na 2,206,000. Ni mfano tu. Mwingine anasema mimi nitaweka kila mwezi. Katika mwaka tuna miezi 12. Kila mwezi unaweka shilingi ngapi? Mwingine akasema naweka 300,000. Unakuja hapa 300,000 mara 12. Unaona? Inakuja 3.6. Unaona 300,000. Jumla 3,600,000. Lakini huyu mwenzetu kwa style yake yeye ameweka ngapi? 15.66. Kwa hiyo kila mtu ana style yake. Wewe chagua style yako.
Chagua style yako. Huyu hata ukiona statement yake wala isikusumbue. Eti milioni 10, huyu ni yeye. Wewe unataka style gani? Sasa mimi naomba uniambie kwenye comment section hapo, niambie style yako unaotumia kuwekeza kwenye Faida Fund. Unaenda kila wiki, unaenda kila mwezi, unaenda kila siku, unaenda kila robo, manake mara 4 kwa mwaka, kwa sababu tuna robo ziko 4 katika mwaka Januari mpaka March, Aprili mpaka June, Julai mpaka Septemba, Oktoba mpaka Disemba. Labda kila kota mtu anasema mimi kila kota nitapambana niwe nimepata milioni niweke. Sawa? Kwa hiyo huyu atakuwa na milioni zake 4 mpaka tunapofika mwisho wa mwaka. Kwa kila mtu ana style yake. Style yako wewe ni ipi? Naomba niandikie kwenye comment section hapa kama madam, mimi style yangu ni hivi kwa hivi, ni hivi kwa hivi. Lakini kama bado hujajisajili kuwekeza na Faida Fund, usipoteze muda. Tuko hapa tunakusaidia, tunakusajili sisi. Ndani ya dakika chache kabisa unapata control number, tunakupa zile ABC za mwanzo, alafu unaanza kuwekeza kulingana na style yako. Jamani, swali langu mimi nalofunga na hii video ni kwamba wewe style yako ni nini? Style yako ni ipi? Style yako ni ipi? Najua kuna style nyingi sana. Style ya kusuka nywele, style ya kula chakula, style ya kubonyeza dawa ya mswaki, wengine wanasema anzia chini nenda juu. Jamani, kila kitu kina style na utaratibu. Hata kwenye uwekezaji wa vipande kuna style. Kwa hiyo huku kwenye uwekezaji wa vipande, wewe style yako ni ipi? Na kuacha na swali hilo, style yako ni ipi? Nitafurahi kusoma style yako hapo kwenye comment. Asante na kwaherini.